Injili Tanzania, pia ni mwinjilisti, pia ni mwalimu. Nataka tujifunze kwa habari ya mtu aliyekufa. Alafu nitaunganisha na kisa. Mtu aliyekufa hawezi kutoa maelekezo katika dunia hii. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu akampulizia mwanadamu pumzi, ikawa nafsi hai. Kwa hiyo pumzi iliyoko ndani ya mwanadamu awaye yote chini ya jua hili imetokana na Mungu. Kwa hiyo ina maana kwamba mwanadamu akifa, pumzi hii, nafsi hii inarudi wapi? Inarudi kwa Mungu. Kwa sababu Mungu alitengeneza sanamu ya udongo. Alivyotengeneza sanamu ya udongo, akapulizia pumzi. Ile pumzi ndio inayoweza kunifanya mimi nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye vile, ule uhai ambao Mungu ameweka ndani yangu. Kwa hiyo ina maana kwamba mwili unaozia kaburini, nafsi ambayo ni ya Mungu, inatokana na Mungu, inarudi kwa Muumba kwa ajili ya hukumu au kwa ajili ya uzima wa milele. Mpaka hapo nafikiri tumeshaelewana kidogo. Kwa hiyo ina maana kwamba Biblia inasema hivi kwamba Mungu ni Mungu wa walio hai. Mungu sio Mungu wa wafu. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu aliyekufa hawezi kuja duniani kutoa maelekezo. Biblia inasema hivi: hakuna shauri wala maarifa. Ina maana kwamba mtu aliyekufa hana maarifa yoyote wala hana shauri lolote kwa mtu aliyoko hai. Yapo maroho yanayoishi makaburini, yanaitwa mizimu au majini, yanakaa makaburini. Yanavaa sura ya mtu, yanakuja kwa njia ya njozi, na unaweza kayaona pia live. Kama jinsi ambavyo nilivyotangulia kuelezea kisa cha yule kijana alikutana na jini wapi? Disco. Yale ni maroho ya makaburini. Na ile familia huenda iliamini yule dada yupo, kumbe ni majini tu. Sasa fulani ametokea mahali fulani, yuko mahali fulani, yale ni majini, amevaa sura yake. Yule mtu kaisha kufa, mwili umeozea kaburini, nafsi imerudi kwa yule aliyeipulizia ndani yake ambaye ni Mungu. Hata tajiri na Lazaro, Mungu alimwambia tajiri kwamba haiwezekani kurudi duniani kwenda kuwaeleza ndugu zako wajirekebishe, haiwezekani. Alimwambia tajiri, maana tajiri alikuwa kwenye mateso, alikuwa kwenye moto. Akasema, baba, niruhusu basi nirudi duniani nikawaeleze ndugu zangu ili wasije wakateseka kwenye moto huu. Mungu akamwambia hivi kwamba haiwezekani. Kule duniani kuna wakina Flora Limo wako huko, kuna wakina Pastor Boazi wako huko, watawaeleza habari za wokovu. Wasipowasikiliza wale walioko hai, hata mtu akitoka kwenye wafu hawatawasikiliza pia. Kwa ina maana kwamba hakuna maelekezo yoyote mtu wa Mungu unaweza kuyapata kwa mtu aliyekufa. Haleluya. Sasa naomba usikilize kisa hiki. Takielezea tu kwa kifupi, ni kisa kizuri. Kuna mama mmoja pamoja na baba mmoja, walikuwa, Mungu aliwabariki wakawa na watoto. Katika safari ya maisha, yule baba akatangulia kafa. Yule baba alipokufa, yule mama akatiko katika ile majonzi na maombolezo na nini, akiwa anafanya shughuli zake hapo ndani, yule baba akamtokea akiwa ndani. Alipomtokea yeye hakujua hata kama alishakufa. Yaani ufahamu, lile jini lilikuja kwa sura ya mume wake, likamfumba, akaona kama vile yule baba hajawahi kufa yupo. Wakapiga story kama kawaida kabisa, na kumbe ameshamzika na yuko kwenye maombolezo. Akamwambia, mke wangu, nilikuwa naomba Filipo akaniwashie moto. Walikuwa na mtoto anaitwa Filipo. Akaniwashie moto. Akapenda mchukue tu, si mtoto wako, kwani mpaka uniombe? Lile jini likaondoka. Yule mama akasema, kumbe mume wangu amekufa jamani, nimeshaongea na watu waliokufa, sifanya. Akamimina mara mapombe, mara maziwa, mara nini, haikusaidia chochote. Kwa sababu alimwambia nitakuja kumchukua siku ya Alhamisi. Akaambia sawa. Siku ya Alhamisi ilipofika, yule Filipo alianza kuumwa ghafla. Kuumwa ghafla ni kufa. Lile lilikuwa ni jini,
sio mtu aliyekufa. Ni jini lilivaa sura ya yule mwanaume, likamwingia yule mama, akawa na mawazo kwamba mume wake hajakufa yupo. Yaani ikaona kama vile anaongea na mtu ambaye hajawahi kufa. Baadaye sasa jini lilivyotoweka, ufahamu ukaja kwamba hivi nimeongea na mume wangu amefariki. Nimeongea na mume wangu amekufa, jamani itakuwaje tu. Kwa hiyo akaamini kwamba mtoto yule amechukuliwa na nani? Amechukuliwa na babake. Kumbe babake hajawahi kumchukua, na ile majini ngoja kumchukua. Kwa hiyo ninachotaka nikuambie, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, ukiota ndoto upo na watu waliokufa, unapiga nao story, kemea roho ya mauti. Hiyo ni roho ya mauti, inaishi makaburini, majini. Kemea katika jina la Yesu. Ombea ndugu zako, ombea watoto wako, ombea jamaa yako. Jiombea mwenyewe binafsi. Ni maroho yanayoishi makaburini. Na unaweza pia ukaota mtu aliyekufa kwa sababu umemzoea. Yuko kwenye wapi? Kwenye akili. Kwa hiyo unaweza ukaota kadharau tu kaendelea na maisha yako. Ukidharau wala shetani hawezi kukufanya lolote. Hofu ndio itakayo kusababisha nini? Upate madhara. Lakini ukipuuza huwezi kupata madhara yoyote. Kwa hiyo mimi nataka nikuambie, mtu wa Mungu, usiweke imani kwa watu waliokufa. Mtu aliyekufa hawezi kukusaidia lolote. Hata ukiota ndoto mtu aliyekufa, dharau, puuza, endelea na maisha yako. Kemea, endelea na maisha yako. Kwa sababu yule ameshakufa, hawezi kuleta msaada wote katika dunia hii. Wenzangu Wachaga wametengeneza kabisa sehemu na mavichwa ya watu waliokufa wameyaweka, na majani fulani na masale wameyaweka. Pale wanaofanya matambiko tu wanaongea na watu waliokufa. Kumbe hawaongei na watu waliokufa, wanaongea na majini. Wanaongea na majini, maroho. Haleluya. Mungu awabariki sana, ninawapenda. Tutaendelea kufundishana kwa habari ya kuabudu wafu. Ni mbaya sana mtu uliokoka ukaanza kusema kwamba mama yangu